Zanzibar inajiandaa na fainali. Kwa hiyo timu inaendelea na maandalizi yake na tunaamini matakuwa maandalizi mazuri ambayo yatatusaidia kupata ubingwa. Ali, kwa kumbukumbu zangu ni mara ya kwanza unachukua ubingwa mbele ya mtani. Kwa kumbukumbu zangu sidhani kama niko sawa. Je, kuna ugumu kiasi gani na furaha kiasi gani kuchukua ubingwa mbele ya mtani wako? Umemfunga lakini ndio mechi ambayo ilikuwa inaamua wewe kupata ubingwa. Nafikiri tulikuwa tukichukua ubingwa mara zote na yeye akiwemo. Kwa safari hii kilichoongezeka ni kwamba mchezo wa mwisho kwa kukabilia kombe yeye pia alishiriki kwenye mchezo. Ni jambo kubwa kwa sisi na linatufurahisha kwa sababu sasa hawatakuwa na nafasi ya kuzilaumu timu ndogo, kwa sababu na wao walishindwa pia kuzuia Yanga isichukue ubingwa siku ya mwisho. Ndio kwa tumaliza ligi Dodoma, Kengold ndani, wengine wangetupa lawama kwamba mmeshindwa kuwazuia. Sasa watu wadogo walikaa pembeni, akapanda yeye mbele, atoka mshona na yeye. Kwa maana yake hakuna ambaye aliweza kuzuia Yanga isichukue ubingwa. Wanasema dabi. Bila shaka katika kumbukumbu zangu nadhani wewe ndio utakuwa habari medali nyingi. Hii kwako mkoje? Na unawaambia nini mashabiki wengine ambao labda walikuwa wakuchukulia kwa? Kwanza ni kutoa shaka. Haujakosea. Kwenye rekodi hakuna msemaji aliyepata medali nyingi zaidi yangu mimi. Hiyo ipo kwenye rekodi kabisa. Ukifanya michuano yote ukijumlisha, mimi ndo nina medali nyingi kuliko wote. Maana yake sasa mimi sio mjanja kuliko wengine. Wala nisikufuru Mungu kusema kwa mimi mjanja sana kuliko wengine. Mimi nimekuja kwenye nyakati ambazo Mwenyezi Mungu ameamua kuibariki. Kwa na mimi ameniweka kwenye hizo nyakati ambazo baraka zimekuwa nyingi. Kwa hiyo baada ya mimi kuondoka sasa ndio nitakuja kuzihesabu na nitakuja kuonyesha. Kwa sababu haujui idadi ziko ngapi? Ni nyingi shehe, sijui idadi ni ngapi. Unatoa funzo gani kwa mashabiki wengine wanaokuja, wanaoanza au wenye malengo? Waache tu unafiki na ubinafsi. Kwa nini? Waache unafiki na ubinafsi. Unajua hizi kazi ukiwa limbukeni unakuwa mbinafsi, unakuwa mnafiki. Ukiwa mtu wa kawaida unaishi kawaida na Mungu anakubariki. Ukishakuwa limbukeni tu unaingia kwenye ubinafsi. Na ubinafsi unakupelekea uwe mbali na rehema za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anataka watu wote wapate furaha. Sasa ukishakuwa mbinafsi na kufanikiwa peke yako, upate raha peke yako, na nini peke yako, Mungu sana anaweka mbali baraka za Mungu. Anatujua dhamira zetu kuliko sisi tunavyojijua. Kwa Mungu akiwa anakujua nia yako anakufungulia tu. Wala hakuna shida. Hali watu wanasema dabi imepoteza ladha. Kila siku mnawafunga nyinyi. Wewe kama msemaji wa klabu ya Yanga unazungumziaje? Dabi ina ladha yake pale pale. Ila kilichopungua kwenye dabi ni ushindani. Wenzetu wamekuwa dhaifu sana. Wamekuwa dhaifu mno. Wamekuwa dhaifu kiasi cha kwamba sisi tunaweza kuwafunga hata na maandalizi ya kawaida. Tunajifunza kwa sababu huu mchezo wa ujuzi ambao tumepata ubingwa huu ni mchezo ambao unaweza kuingia kwenye historia ya Simba kufungwa na Yanga ilikuwa na madhaifu na wao nafikiri wana mengi ya kuwajibu mashabiki wao, kwa sababu huwezi kuja kucheza dabi haujiandai, haufanyi mazoezi, timu imetawanyika, wanachama wao hawajui kama watakuwa wafanye maandalizi ya dabi. Kwa nafikiri na wao wameweka rekodi na wanatakiwa wajibu kwa wanachama wao. Ilikuwa wanachama imara kama Yanga muda huu ameshatoa maelezo kwa nini mmekwenda kucheza dabi mkiwa hamjaiandaa timu na mkiwa hamjajiandaa kucheza na Yanga. Shukrani.